Sasa watu wanaposema habari za Uvira na tunapotaka kuwaelewesha kila wakati, watu hawataki kutuelewa. Waandishi bado mnasema kwa taarifa yenu ya mwisho bado mpo Uvira. Ni jambo jema. Wamoja wanasema Uvira tayari imetekwa, wengine wanasema bado haijatekwa. Ila nitaenda kusikitika kuona mtoto wa Kongo atoe taarifa ambayo haipo kwenye uwanja wa vita. Ni jambo ambalo litasikitisha sana. Kila mara nasema sisi watoto wa Sud Kivu ndio tunatakiwa kuwa na huruma na hivi vita, kwa sababu mpango wote wa Rwanda ni kutaka Sud Kivu waingie mpaka wawe Rwanda. Ndio maana kuna faida kubwa ya sisi Warega, sisi Wabembe, sisi Wafuleru, sisi Wavira tupigane mpaka dakika ya mwisho. Kwa picha hii ambayo hivi ni saa 2 za usiku, saa 3 Uvira, tunavyoona Uvira, na kama wana nia ya kuja kwamba walitoka Kamanyola wakaingia Ruvungi, ndo hao wanakuja tuposange twende tuiteke Uvira. Sasa ule ubishi ambao mlikuwa mnauweka uko wapi? Kila mtu anajifanya kujua, lakini hatujuagi wote. Mnaambiwa mkataba wa Washington wa Kongo na Rwanda umeweka Rwanda mahala pabaya, ila watu hawataki kuelewa. Kama Rwanda ndiye aliyefaidika kwenye mkataba huu ulisainiwa tarehe 4 Disemba, kwa nini tena atake kuja kuingia Uvira? Kwa nini? Fungua akili hapo uangalie, kwa sababu kuna akili zingine mpaka uzichemshe kwa kuziamsha na kofi, ndipo zinapoweza kusikia aiza kufumbuka na kujua kwamba kumbe ni hivi. Kama Kagame yeye ndiye ameshinda kwenye huu mkataba, kwa lugha nyingine, kama mkataba wote unampa yeye manufaa na Kongo ilididimizwa kwenye mkataba huo, ana sababu gani tena ya kusema niende ni uteke mji wa Uvira? Kama mimi nimetoka mshindi, nina nini tena cha kufanya? Nasubiri nipewe kikombe? Huu mkataba tena, narudi na hata rais amerudi juzi hapo, huu mkataba umeiweka Rwanda pabaya. Huu mkataba unaiweka Rwanda pabaya. Huu mkataba unaiweka Rwanda pabaya. Narudi mara 3, labda sikioni mwako hili jambo linaweza kufanya kazi. Sasa wanapokuuliza, Bwana Thompson, mwandishi wa habari, wanapokuuliza habari ya mkataba, waambie tutaangalia kwenye uwanja wa vita, ndo tutajua nani ambaye mkataba huu umelalia upande wake. Lakini msifikiri kwamba hata kama wataiteka
Uvira. Mimi najua hawajateka Uvira. Hata kama wataiteka Uvira au wasipoiteka Uvira, wajue mkataba ulisainiwa kwa nani, mbele ya nani. Trump ni mwenda wazimu. Kama alifikia kwa muhula wake wa kwanza kwenda kupimwa akili hospital, inamaanisha ni mwenda wazimu. Kwa sababu hiyo, na kuhakikishia Kagame sijui kama atakuwepo. Labda aende kutekeleza lile ambalo mkataba unasema. Lakini kama asipojiangalia Kagame, mutaokota maiti. Sababu akor zimefanyika mbele ya kichaa cha dunia, kichaa mwenda wazimu wa dunia. Yeye anapoua mtu ndo anasema kwamba unaona nimetoa tiba. Anapopiga ndo anakuambia kwamba nimeweka tiba. Kwa hiyo Rwanda na yenyewe isubiri, inaweza kupata tiba kama watataka kuja wauteke mji wa Uvira. Ni hilo nilitaka niseme, kwamba kutaka kwao kutoka Luvungi kuja wateke Uvira inaonesha moja kwa moja huu mkataba hauna usalama upande wao. Lakini unaweza kuniambia hapana, wanaokuja ni M23 na Rwanda sio Rwanda. Nitasema wewe haujui siasa ya Kongo, na sio ya Kongo hujui siasa kwa ujumla. Tulia ule mitewe kwenu. Ni hilo nilitaka niseme, kwamba matokeo ya siku 4, haja tuseme siku, leo ni 6, kusaini tarehe 4, leo tarehe 10. Hii inaonyesha kwamba hawa jamaa walienda kuingia pabaya, walitumia choo cha kike. Kagame anaangalia mkataba nilisaini tu sababu ni Trump ameniambia, lakini tuko tayari pabaya. Ndio sababu ya wanataka waje, labda hata upata Uvira, labda. Basi hatuna la kusema, tutaishia kwanza hapo, mengi tutajua asubuhi.